Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, leo tuko day 5 of Ramadhan. Inshallah vyakula vyangu vya leo viweze kuwa menu yako ya kesho. Leo tulifanya tumbukiza. So mwanzo kabisa hapa tulikuwa na nyama ya supu. Hii ni special kwa supu. Nyama hii huwa ina mafuta yake, kwa hivyo hapa sikutia mafuta, sikutia lolote. Nimetia tu hiyo nyama yangu humo ndani ya sufuria, nikaweka garlic ginger paste pamoja na chumvi. Alafu nikaongezea na pilipili manga. Pilipili manga ilikuwa kidogo, lakini baadaye nitakuja nije niongeze pilipili manga nyingine. So nikaigeuza nyama yangu, nikaiacha ivie na vitunguu saumu mpaka yani harufu jitokeze nzuri. Unaona kama hapo ilikuwa ishakauka, nikaongezea pilipili manga pamoja na kitunguu maji, nikaacha nyama ijikaange yenyewe. Nyama hii kwa sababu iko na bone marrow na iko na mafuta, huwa inazaa mafuta yake yenyewe, kwa hivyo sio lazima utie mafuta. Alafu nikachukua tomato moja pamoja na pilipili boga, nika grate tomato na pilipili boga nikakata kwa urefu kama hivyo. Alafu nikachanganya, nikaifinika for at least 5 minutes, ikazaa maji. Unaona vile ilivyo, ikawa supu nzuri, yani nikafanya kama supu nzito. Alafu nikaongezea maji, nikaifinika, niacha ichemke yani paka hayo maji yakaukie. So moja kwa moja nikaenda kufanya juice. Leo kwa tunafanya sharbat. So sharbati yetu tumekata watermelon pieces ndogo ndogo, nikazitilia ndani ya jagi, na hii ilikuwa ni chia seed, nimeziroweka kwa maziwa. So nikachanganyia humo ndani ya jagi langu vizuri. Hapa realize kuwa jagi langu halikuwa linaonesha upande wa chini, so nikaongeza na peppers na maziwa, kisha nikachanganya vizuri, so ikawa pink in color. Alafu nikaongezea maziwa kwa juu kwa sababu I wanted contrast, yani chini iwe pink na juu iwe color white kama hivi. So nilivyo realize jagi halionekani vizuri, ikabidi ni iseti kamera yangu vizuri ili muweze kuona hiyo contrast. Mashallah, unaona vile ilikuwa inapendeza sharbati yetu mashallah. So nikaipeleka kwenye friji kuiacha ishike baridi. Kisha nikaanza kufanya chapati. Leo huu ulikuwa ni unga mwingi, nilifanya chapati ya kilo moja. Nilitaka kufanya chapati leo, nilikuwa nahitaji chapati 5 peke yake. Alafu unga uliosalia nikauweka kwenye friji. So kwenye unga wetu tulitia samli, nikatia na maji pamoja na chumvi, nikaweka kwenye mashini ili mashini itusaidie kuponda unga wetu. Huku unga wetu wa chapati unakandika, nikachukua viazi vile ambavyo tulivichemsha pale awali pamoja na chumvi. So nikavimwagia maji, yani maji yaliyobaki baada ya kuchemsha. Alafu kisha nikaanza kuviponda vile viazi. Unaona hapa bado vipo moto, vinatoa moshi mashallah. So nikaviponda vizuri paka viazi vyetu vikawa unga. Alafu ndani ya viazi nikatia masala. Sasa hiyo ilikuwa ni chumvi ile ya ndimu, kisha nikatia na chili flakes, nikatia na cayenne pamoja na paprika. Alafu nikachanganya vizuri. So mchanganyiko wangu ulivyokuwa sawa, nikaweka kando. Na kwa upande huu nilikuwa nimefanya ndizi, zilikuwa ndizi za kiume, nimeshazikata. Hapa nikaja kuangalia unga, nikaona bado unga wangu na nata hauja kandika vizuri. So nikaregesha mashini ili endelee kukanda ili niweze kuunganisha ndizi zetu. So nikazitilia tui, pakiti moja ya tui, nikaongezea na maji. Alafu kisha nikatia na iliki, nikaweka na sukari ya kutosha. Alafu nikazibandika ndizi zetu motoni. So kwa upande huu ikawa unga wetu umeshapondeka vizuri, nikautoa, nikauchanganya, nikaukata into desired balls, zile size nilikuwa nataka. Leo nilikuwa nataka vidonge 5, yani nilikuwa nataka chapati 5. Alafu unga uliosalia nikauweka kwenye mkebe, nikaweka kwenye friji, nikaanza kupiga tabaki. So tabaki hii ni very simple, nikafungia kama hivyo, nikaendelea nikafanya tabaki zote. Na kwa upande huu unaona ikawa ndizi yetu ipo tayari mashallah. Tui limeshashikana, yani limevutana, limekuwa zito. Nikaweka pembeni, nikaja kuangalia vile viazi, nikasema acha nivipigie madonge, vile viazi vyetu vya madonge. So nikapiga viazi vyangu vyote. Nilivyomaliza kuvipigia madonge, nikachanganya unga wangu wa dengu huo, nikautilia chumvi na maji, nikaumix vizuri, nikaweka pembeni. So hapa itakuwa ni ready kuchoma. Baada ya kuchoma chapati nitakuja nije nichome haya madonge. So kwa hapa nika realize kuwa ile nyama yetu ya supu imeshakaukia maji, basi nikaongeza viazi pamoja na
spinach niliyoikata kwa vipande vikubwa vikubwa kama hivyo. So nikachanganya, hii supu inakuwa tamu, hiyo ladha ya kuungua inafanya supu yetu iwe supu amazing. Ndo mkawaambia leo tuko na supu Pro Max, yani inakuwa tumbukiza plus mashallah. So nikaiongezea maji, nikaifinika, nikaiacha ichemke mpaka viazi vive. Unaona hapa mashallah viazi vimeiva vizuri na nyama inatoka yenyewe kwenye mifupa mashallah. Na unaona imezaa mafuta, kwa hivyo ilikuwa haina haja sisi kufanya na mafuta. Nikasukuma chapati zangu zote, nikaanza kuzichoma. So hizi chapati pia zilikuwa chapati Pro Max mashallah. Ngoja muone tukavyozichoma chapati zetu. Very very nice. Hiyo ilikuwa ni chapati ya kwanza mashallah. Unaona vile ilivyo nzuri, yani chapati imekuwa nyekundu vizuri. Wanafunzi wangu huwa wananiambia, madam, hiyo rangi sio nyekundu, hiyo rangi ni brown. Haya basi, chapati zimekuwa brown vizuri mashallah. Na hii ni chapati number 2 mashallah, pia nayo very nice. Naona na hii nayo ni chapati number 3 mashallah. Yani chapati zote ni nzuri. Naona vile ilivyo very very nice mashallah. Tulivyomalizana na chapati zote 5, tukabandika karai, yani tukatoa ile karai la kupika chapati, tukaweka karai la kuchomea viazi. Unaona chapati zetu mashallah hapo, yani kila chapati nakwambia nile mimi zote very nice mashallah. So tukaanza kuchoma vile viazi vyetu vya madonge, na leo nilikuwa na bajia kwenye freezer. Hiyo ndo raha ya kustore vitu kwenye freezer, inakuwa rahisi, yani kazi yako inakuwa rahisi, unafanya mambo mengine, vitu vyako vinakuwa viko kwenye freezer. Ikifika wakati wa kuchoma, wewe unachoma tu mashallah. Naona bajia zetu pia nazo zilikuwa nzuri. So kwa ujumla leo vyakula vyetu vilikuwa very simple, kwa sababu main food yangu ni chakula pendwa hapa kwangu. Yani watu wanapenda sana tumbukiza na chapati. So nilijua nikifanya snacks nyingi ningelipigwa nazo na chini hizi snacks, watu wasingelikula. So simply tukafanya tu viazi vya madonge na bajia za kunde ambapo tulitoelea na chatini. Kilikuwa ni chatini cha maembe mashallah. Na hii ndo tumbukiza yetu. Unaona vile tumbukiza ilivyo vizuri mashallah. Very nice, pamoja na chapati zetu, chapati za Pro Max mashallah. I hope na nyinyi mtajaribu. Hii ni recipe yangu ili watu wenu pia huko majumbani waweze kuenjoy. So tulifanya na chai na tukawa na ndizi za kiume, na hii pilipili na ndimu zilikuwa ni kwa ajili ya supu yetu ya Pro Max ama ya tumbukiza, pamoja na sharbati mashallah. Karibuni.